kuna scam iko hapa tao na mahali pengine towns. Na hii scam, kama we ni mwanabiashara ama uko na duka ama unafanya kitu yote, sikiza and listen very carefully. Hii scam ina involve mapolisi na Wakenya kadhaa. Na inaenda hivi. Wewe tuseme unafanya biashara ya hardware, unauza masimu ama unafanya kitu yote. Jamaa anapitia hapo na zile vitu wewe unafanya. For example, tuseme wewe ni mtu wa hardware. Acha tupeane example na mtu wa hardware. So jamaa atapitia hapo na spade, apitia hapo na nyundo na kitu kingine kadhaa. Alafu akwambia aje yeye alikuwa anaenda site na ameachwa na hiyo gari ya site. So anataka kuuza hizi vitu ndio apate fare ya kurudi home, walikuwa wameletwa huko. So wewe ukiangalia zile vitu wako nazo, unaangalia unaona hazijatumika, ni mpya nini, unamwambia unauza aje, anakuambia hata ni punch. So wewe out of generosity unampatia punch, anakuachia zile vitu na anaenda. Umujui vitu wewe unaekelea hapo juu unaona ni vitu mpya. Hata 10 minutes aishi ama 5 ndio polisi wako hapo nyuma. Wanakuambia kuna mtu anatafuta, na huyo mtu wameambiwa amekuja kwa hiyo duka, anaenda akiuza vitu waliiba jana kwa duka fulani, ilivunjwa usiku na wakaiba vitu. Wewe unamwambiaje vitu zenyewe ndio hizi, ameniuzia punch na sijui ameenda wapi. Wanakuambia utupatie huyo mtu, kama sio hivyo itabidi tuende na wewe. Kwani so wewe juu ni mwanabiashara na utaki aibu, naambiaje mimi hata hiyo punch yangu ama hiyo dhao nimempea, wacha ipotee, chukueni vitu nendeni mkamtafute. Kesi imebadilika. Tunataka utupatie huyo mtu. Kama utupatie huyo mtu tunaenda na wewe. Sasa unashangaa, na wapatia huyo mtu nimtoe wapi? Na amekuja na ameenda. Ndio hiyo gari imeitwa gari Probox tu, wametafuta gari, wanakuja wanakuweka kwa hiyo gari, wanakuambia twende station. Wewe ukiwa pale unawaambia sasa mimi huyo mtu amekuja ameniuzia hizi vitu, hata sijui ni wa wapi na ameenda. Ambaye hii kesi ni kubwa sana. Na sasa pale tutaenda kukushtaki ama utashtakiwa na handling of stolen properties. Wewe ukisikiza ukigoogle hiyo kesi, unaona hii kesi itakuwa ngumu. Wanakuambia fanya aje? Kama uko na 50,000, wewe leta tuseme hatujakupa, juu kesi imefikia hadi wakubwa huko ndani. Na wewe juu ni mwanabiashara, watu watakuuzia uoga, wakuuzia uoga. At the end of the day hawezi kuacha bila. Ile pesa uko nayo lazima wabebe. Mwambie sina 50 niko na 30, na wataangalia potential yako. Wakiangalia duka yako ni kubwa, watakuitisha hata so. Wakikuangalia wanaangalia uko aje, wanakuitisha chwani. At the end of the day wanakuexort pesa. Na unabaki wewe umeumia. So kama wewe ni mwanabiashara, mtu amekuja hapo anakuuzia kitu yote, sijui hata kwa kinyozi. Anakuja hapo anajifanya ananyolewa, alafu ako na mashini anawekelea hapo juu. Baadaye anakuambia hii mashini ilikuwa nimenunua ni jinyoange na ilinishinda. Naweza kuuzia. Unamwambia yeye naweza kuuzia, naweza nunua niuzie dhao ama dhao mbili. Unanunua na jamaa anaenda. Amalize hata 10 minutes ndio jamaa washafika. Kuna vitu tunatafuta na huyo jamaa tumeambiwa ametoka hapa saa hii. Hata ndio hii tunatafuta. Na hiyo kitu wameiweka mark mahali, ukijaribu kukana wanakuambia hii kitu ndio hii. So wewe kama ni mwanabiashara, hiyo kitu imetendekea beshte yangu, alikuwa anatengeneza viti, wakamfanyia ile kitu, wakakuja akauziwa pliers hapo, hata 10 minutes haikuisha jamaa wako hapo na wakamulima 15k. So kama wewe ni mwanabiashara na unafanya hapa town ama uko kwa town yote, kuna hiyo mchezo imetokea. Wanashirikiana, wanakuja wanakuzia kitu, baadaye wanakuja wanakuexort pesa. So kama macho, town hii imekuwa na wajanja wengi sana. Na usipokaa ngumu, my friend, utaramba.